Asante kutuleta mahali hapa kwa lengo. Kama tumefika hapa tunataka kusema tuseme pamoja nasi. Tazama tunafika muda mzuri wa kusikiliza neno lako. Naomba Mungu wewe pekee useme nasi kupitia mtumishi wako ambaye kwa tayari yeye anyamaze, wewe uinuke. Na sisi sote dunia yetu iwe tayari kupokea neno lako. Tunabidi Mungu tena kwenye kwa bure kama kutuleta mahali hapa. Naomba Mungu nakushukuru katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vitufariji sote daima. Amina. Tunashukuru Mungu ambaye ametupatia nafasi hii kwa ajili ya kuendelesha kipindi, lakini pia kufarijiana pamoja na jamaa. Kama vile tumetangaziana jana, leo tutafarijiana katika kipindi hiki. Alafu somo zingine tutaendelesha na vipindi vingine vya maombi tutaendelesha kama vile tumeanza Jumapili na kuenda kumalizia Jumapili. Lakini kwa wakati wa leo tutatumika katika mambo matatu. Tuko katika kipindi cha Noeli, tuko katika maombi, lakini saa hizi tuko katika mafariji. Tunakuwa na wasomi wa vitabu vitatu kwanza, vingine vitaendelea nyuma. Ninaanza katika kitabu cha Isaya sura 7. Fungua Isaya sura 7. Isaya sura ya 7 verse ya 14. Isaya 7:14. Ninasoma katika jina la Yesu. Amen. Nasema hivi: kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana na ataitwa Immanuel. Tuende sura ya 9. Isaya 9 verse ya kwanza na ya pili, na alafu tuende verse ile ya 6. Isaya 9:1-2. Hata hivyo hapata kuwepo huzuni tena kwa wale walio katika dhiki. Wakati uliopita aliidhili nchi ya Babuloni na nchi ya Naftali, lakini katika siku zijazo ataiheshimu Galilaya ya mataifa, karibu na njia ya bahari, kando ya Yordani. Watu wanaotembea katika giza wameona nuru kubwa, wale wanaoishi katika uvuli wa mauti nuru imewazukia. Sheria 6. Kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, nao utawala utakuwa begani mwake, naye ataitwa Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Alafu tuende katika kitabu cha Kutoka 33. Naanza sheria ya 11. Kutoka 33:11. Nasema hivi: Bwana akazungumza na Musa uso kwa uso, kama vile mtu anavyozungumza na rafiki yake. Kisha Musa akarudi kambini, lakini msaidizi wake kijana Yoshua mwana wa Nuni hakuondoka mle hemani. Musa akamwambia Bwana, umekuwa ukiniambia ongoza watu hawa, lakini hujanifahamisha ni nani utakayemtuma pamoja nami. Umesema ninakujua wewe kwa jina lako, nawe umepata kibali mbele zangu. Ikiwa umependezwa nami, nifundishe njia zako, ili nipate kukujua, nami nizidi kupata kibali mbele zako. Kumbuka kuwa taifa hili ni watu wako. Bwana akajibu, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Kisha Mose akamwambia, kama uso wako hauendi pamoja nasi, usituache kuondoka hapa. Mtu yeyote atajuaje kuwa mimi pamoja na watu wako
tumepata kibali mbele zako, isipokuwa umekwenda pamoja nasi. Ni nini kingine kitakachoweza kututofautisha mimi na watu wako miongoni mwa watu wengine wote walio katika uso wa dunia? Bwana akamwambia Mose, nitakufanyia jambo lile uliloomba, kwa sababu ninapendezwa nami, nami ninakujua kwa jina lako. Neno la Bwana. Amen. Kama vile tumesema, leo tunakuwa na mambo ya kufarijiana. Kwa hiyo mahitaji ya kuombea tungali hapa jioni, lakini na chuma yote mpaka Jumapili. Kwa hiyo somo ya asubuhi ya leo tumekamata somo ambalo linasema tumtumainie Emmanuel asiyetuachilia katika vipindi vyote ili atufariji. Mungu ambaye tumemwamini jina lake Emmanuel. Emmanuel ni kusema Mungu pamoja nasi. Miungu ya wengine kama vile nimwambia siku ya juzi huko India, kuna dini ambayo ina Mungu ng'ombe. Kwa vile nimwambia juzi, wao wanaweza kutia fuare kwa ng'ombe na wanakuja wanaanza kupiga magoti mbele ya ile ng'ombe. Na wakaenda mbali na ng'ombe utaiona. Hata ng'ombe haizungumzi, nimekuambia ile na ng'ombe haiwezi kufanya kitu. Lakini Mungu ambaye tunamwamini, Mungu ambaye aliumba mbingu na dunia, ni Mungu ambaye yuko hai, ni Mungu ambaye anatembea na walio wake, haachilii walio wake. Ni Emmanuel. Na Waisraeli walijua ile kwamba Mungu ni Emmanuel. Jina lake Emmanuel. Isaya anasema ile ndani ya Isaya 7:14, Mungu ni Emmanuel. Lakini kwa wakati Yesu anazaliwa, ndani ya kitabu cha Mathayo 1 na verse ya 23, nasema bikira atapata mimba, tazama mwana atamwita Emmanuel. Ile Isaya alikuwa anasema ndani ya Isaya 7:14. Ni Mungu ambaye tuko naye, Mungu ambaye anatembea nasi ndani ya vipindi vyote. Mungu hajatuachilia katika vipindi, hata tunapitia bonde la kivuli cha mauti, Mungu yuko pamoja nasi. Hata tunapitia shida gani, Mungu angali Mungu na angali pamoja nasi, hajatuachilia. Ndio maana mahali ambapo tumesoma ndani ya kitabu cha Kutoka 33 hali ya Waisa, nimeanza verse ya 11, lakini napenda nianze verse ya kwanza kusikiliza habari kwa sababu Kutoka 33 tusome verse ya kwanza mpaka ya 6. Kutoka 33 verse ya kwanza mpaka ya 6 inasema hivi: kisha Bwana akamwambia Musa, ondoka mahali hapa, wewe pamoja na hao watu uliowapandisha kutoka Misri, mpande mpaka nchi niliyomwahidia Abrahamu, Isaka na Yakobo. Niliwahidia kwa kiapo nikisema, nitawapa uzao wenu nchi hii. Nitamtuma malaika mbele yenu, naye atawafukuza Wakanaani, Waamori, Wahiti, Waperezi, Wahivi na Wayebusi. Pandeni mwende katika nchi itiririkayo maziwa na asali, lakini mimi Mungu sitakwenda pamoja nanyi, kwa sababu ninyi ni watu wenye shingo ngumu, nisije nikawaangamize njiani. Watu waliposikia habari hizo za huzuni, wakaanza kuomboleza, wala hakuna mtu aliyevaa mapambo yoyote, kwa kuwa Mungu alikuwa amemwambia Musa, waambie Waisraeli, ninyi ni watu wenye shingo ngumu. Kama ningefuatana nanyi hata kwa muda mfupi, ningewaangamiza. Sasa vueni mapambo yote mnayovaa, nami nitaamua nitakalo kuwatendea. Hivyo Waisraeli wakavua mapambo haya yote katika mlima wa Horebu. Mungu anaambia Waisraeli waendelee, wao katika jambo. Tuna nafasi ya kusema vipindi ambavyo walikuwa wamepitia. Walikuwa mahali ambapo walikuwa wamepata shida kabisa ndani ya jambo. Alafu wamekuwa pamoja, wamekwama kabisa.
ulikuwa shida. Watu walikuwa hawamtii tena Mungu. Watu walikuwa wamejipamba. Tuliokuwa nao siku 3 zilizopita tulisema lazima ufurahie vile Mungu alikupa. Kwa wale ambao hatuanza nao hawakufuata hilo. Kama Mungu alikupa weusi, furahie. Bwana Yesu asifiwe. Kama amekupa mnene, furahie. Kama amekupa mfupi, furahie. Kama amekupa mrefu, furahie. Kama amekuumba namna gani, furahie. Usipende ufanane mtu mwingine. Na nikakwambia sisi watu weusi tuko pia ishara tu. Nilikwambia tuendelee. Kwa vile tumetumika miaka 10 na wazungu. Na sisi tumekiwa tunafundisha na watu na mashughuli tulikuwa na wengine wa jamii walikuwa na wazungu. Kile mzungu nao hayo inamfanyia kaimu mara moja anakuwa anatafoma. Lakini sisi tunatembea na bomba na unafanya kazi. Sisi na Mungu tuko vizuri. Furahia uasi wako. Furahia ufupi wako. Furahia wewe wako, furahia baba wako, kwa sababu ni vile Mungu alikuumba na lazima ufurahie. Bwana Yesu asifiwe. Niliwaambia katikati ya chuma tunafurahia ufahamu Mungu alipatia. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuwa nimewaambia katikati ya chuma. Kisha siku moja nimeenda mkutano, wao wakasema walikosa pesa ya kutengeneza jukwaa. Alafu wakaanza kusema basi mchungaji atuhurumia, tutatuikia chini kwa jukwaa. Sasa tulikosa pesa za kutengeneza jukwaa, nikasema waimbaji ndio hawataonekana. Mimi tayari Mungu amenishajiambia hapo jukwaa. Ninasimama nikiwa juu ya jukwaa. Tayari. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nasema mimi Mungu amenipatia jukwaa. Amenisaidia kama mhubiri na amenipatia jukwaa mara moja. Nikasimama nyote mtajua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima ufurahia Mungu alikuumba. Akakuumba mfupi furahia ile, akakuumba sikio mbele furahia ile. Lazima ufurahie. Hayo Waisraeli walianza kujibadilisha. Walianza kujipaka. Walianza kufanya vitu. Alafu Mungu akaambia Waisraeli, sitaenda na nyinyi. Hapo shamba. Sitatembea pamoja nanyi. Mwende. Nilishasema mwende Kanaani. Musa wende na Waisraeli. Mungu akaenda changa. Natuma ndo malaika aende na nyinyi. Mimi Mungu sitana na nyinyi. Kwani kaenda na nyinyi tababati. Musa anasema tatizo ni hili. Mungu anamwambia mshabadilisha, mnajipamba. Anasema siwezi kutembea na nyinyi. Ndaangamiza. Ule ni Mungu. Alafu Waisraeli waliposikia kwamba Mungu amesema hatatembea nao. Verse ya 4 inasema wakaomboleza. Wote wakavua mapambo. Wote wakavua. Sijui mwenyewe walikuwa washachokoleka na wakafika tena na mwanga. Chungu. Ndio walikuwa na mapambo wakatosha ile wakatosha. Wale siku sambaya anasema ni Biblia inasema Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alisema hatatembea na Waisraeli. Sababu ya soma Biblia na ishi Biblia. Watu wausi wapende na sababu na tile nimeshiriki ndoa ya mtu mmoja hapa sasa hivi. Alibaki na tile kabisa kitafuna. Mtu kwa tile iko sawa sawa. Anajipenda. Bwana Yesu asifiwe. Jipende ulivyo. Ndio. Ulivyo ujipende. Halafu wakavua mapambo. Walipofua ni mashahidi sasa ambayo hatukusoma mwingine hapa. Musa kaanza kuzungumza na Bwana tena kwa sababu sasa kwa tulianza kwa Musa 11. Mungu anaambia Musa, nitazungumza na wewe uso kwa uso kama vile mtu anavyozungumza na rafiki yake. Na niliwaambia ile ndio maombi. Maombi ni kuzungumza pamoja na Mungu. Na tunazungumza na yeye uso kwa uso. Lakini mshaputre yeye transformer 7 anasema hawezi kaona uso wangu na akaendelea kuishi. Lakini kwa sababu wewe Musa uko rafiki yangu, nitazungumza na wewe uso kwa uso. Ili ukataka Mungu azungumze na wewe, atembee pamoja na wewe, uwe rafiki yake. Uwe rafiki yake. Uwe rafiki yake. Kwa hiyo Mungu akasema nitaenda na nyinyi. Walikuwa katika jangwa, walipitia jangwa. Vipindi tunavyovipitia ni jangwa.
chuma tunasema tulieleza kile giza. Tulisema giza kwanza ndio usikilite giza, lakini giza ni matendo ya dhambi, lakini pia tukasema giza ni vipindi ambavyo nani Kristo anapitia. Hata mchana hawezi kuona giza kwa sababu ni mpenzi wako amekufa. Wanakuletea habari. Niliwaambia hapa juzi Dimasho. Na siku aliambia kwamba mama amefariki, nilikuwa niko ndani ya gari. Tulitoka hapa tunataka enda kushika. Kulikuwa ina kirasula kulikuwa sema kama shingo. Kwa wakamango wale ndani wengine wazee ndani ya gari inatoka tu. Tunakata pale tu. Telefoni inapiga. Tunakata tu pale hivi kwa siku familia sangapi asubuhi. Na nitakuwa na tembeza. Mama yako nikamwambia Kamango, ananiambia mama mzazi. Kasikia hapo nikawa umefanyia kama mama anasema acha kutembeza, nikasema hapana, nitafika Majengo. Akasema acha gari. Nikasema nitafika, akasema acha gari, nikasema nitafika. Kwa mwisho nikasikia, nikaachia moyo ndio ikale. Sasa nilifika kama Majengo. Sikufika Majengo. Kutoka hapo mpaka mji niliona kisa. Yesu. Kuna wakati kipindi kinapita, sijua umechukua vitu vyako ndani ya duka, sijua umekuletea habari za kifo zinashikula. Ni kisa ambayo unaiona. Giza unaiona mchana. Kwa mwambia kati ya chuma, shairi ya Yohana. Ambayo Yesu anasema kuna watu ambao katika mchana wanaona kisa. Kwa hiyo kuna vipindi ambavyo vinafika, vinatupitisha katika kisa. Unakuta ni mchana lakini unaona kisa. Unaanza kujiuliza maulizo mengi. Nilikuwa nimetayarisha mashairi lakini sitaweza kuyasoma kuchunga muda. Watu wanasema wanapita ndani ya chombo, wanaanza sema sasa shida, wanakosa maji, wanakosa chakula. Sasa Musa aliweza kufungulia. Afadhali kunarudi watu wanapitia katika kisa kwa sababu angalia Mungu anakuwa na maneno mengi. Kwa hiyo lazima tutumainie Mungu, tukijua kwamba hata tunapitia jambo, hata tunapitia kisa, Mungu yuko pamoja nasi na hatuachii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu yeye anataka vitu vyake. Jana tulipoambia anaweza kutupitisha ndani ya kipindi iko kinatuchunga. Iko natutengeneza. Lazima sasa kitu kikubwa ni kumuita Emmanuel, kwa sababu Emmanuel ni Mungu pamoja nasi kama vile tunaweza kusikia. Haja tuachilia. Hata kifo kimekuja, hata tuachilia. Amejiita mwamuzi wa wajane, amejiita baba ya yatima. Hata baba ameenda, Mungu atabaki baba kwa yatima. Atabaki mwamuzi kwa mjane. Ndio maana usichokoze mjane. Kutoka 12, Shauri 12, hata 11 na tena 12. Mungu anasema usichokoze mjane. Kwa hiyo, jamaa wakati mama amebaki mjane, mfanye ange ya kuweza kuchokoza mjane. Unakutaka haijapita juma mbili nisikia habari kwa mama mmoja alifariki mara moja. Hawajazika na mume wake. Lakini jamaa anaanza kuomba kila kitu kimaza pase, kila kitu. Mjane yupo, watoto wapo. Hamjui alichengaka ili nyumba na mwana gani? Hamjui. Bali ndio wananunua paseli hapo pamoja, wanajenga nyumba, wanazala watoto wako pale, mnamnyang'anya nyumba. Kuna maana basi watu wanaenda kushukuru. Hata mkauzisha parcel na gaula zile franga, hazitafanya kitu. Uko mbele zinaenda haribisha kazi yenu. Kama utasikia kazi yako zinaenda kula ile kazi. Hivi Mungu atujalie neema. Tujue kutembea na kufariji wale wajane, lakini pia na kuwa msaada kwa mayatima. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa Mungu amesema yeye hatawachilia. Atatembea pamoja na mjane, maana Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Atatembea pamoja na mayatima, maana amejiita baba ya yatima. Hivi ni Emmanuel pamoja nasi, na kesho tunasherehekea namna gani ya mzaliwa Emmanuel ambaye amevaa mwili na amekuja kukaa katikati yetu, ashiriki shida yetu. Lakini pia achukue maovu yetu na matatizo yetu yote. Alafu Mungu ni Emmanuel, lazima tumuite katika kila kipindi. Tumuite, tumlalamikie.
hata tunapitia jangwa, hata kifo kinakucha, lakini Mungu yuko pamoja nasi ili aendelee kuwa faraja. Ndio maana lazima kuwa na mlalamikia kumwita kila wakati. Lazima tuwe waombaji ambao wanaomba, kwa sababu hatuna msaada mwingine isipokuwa kwa Mungu. Kama unatafuta msaada mahali pengine, wale wanaofikiria watakupa msaada, wale ndio watakupa sasa kwa sababu. Ndio. Lakini ukatazama Mungu, Mungu atakuwa faraja. Atakushindania katika uchane, katika uyatima, katika kubaki. Mungu anatembea pamoja nasi ili aweze kuwa faraja. Alafu Mungu akitufariji kwa mwisho sasa, ni yeye tena atatuleta siku moja, alafu tuweze kuingia mbinguni, alafu tuweze kuwaona wale waliotutangulia. Kuna siku moja tutaona Yesu. Kuna siku moja tutaona waliotutangulia. Kuna siku moja tutaona wazazi wetu, mama yetu, wasokuli wetu, wanani wote waliotutangulia wakiwa ndani ya Yesu Kristo. Siku moja tutawaona. Ile siku ndipo faraja itakaa kabisa. Kwa hiyo lazima tutembee pamoja na Mungu tukimtumainia. Atatushika mkono, tuseme sawa Waisraeli. Sawa Musa alivyosema katika Kutoka, kama hautatembea nasi usituache kutoka hapa. Basi kaanza ile Kutoka tangu. Kisha Mose akamwambia, kama uso wako hautaenda pamoja nasi usituache kuondoka hapa. Usituache kutoka hapa. Usikubali kusafiri ndani ya maisha. Safari ya maisha sahihi. Maana safari ya maisha inapita. Na mwenye anakuwa na solution kwa ile matatizo ni Mungu pekee yake. Ndio maana lazima tuingie maombi na tuingie viwango vya maombi. Tumeshazungumzia viwango vya maombi katika juma. Kuna mahitaji mengine ambayo machibu wakati haujapanda viwango vingine. Nakwambia kuna mahitaji mengine kama hautaingia mafungo hayatapata machibu. Lakini unapoingia mafungo Mungu anakuta kabisa unaona hitaji yako inahitaji. Na unasema unahitaji. Ungali unapata usingizi. Dizuite unaamka wite na upenda hata kusoma asubuhi. Unapata usingizi na unasema unahitaji. Unapata usingizi unahitaji. Ungali unapata apeti. Unahitaji. Sio lako hitaji yako ni hitaji. Utashindwa kukula. Sio jana nilikuwa nimekwambia kuna watu wamefariki. Kisha unaanza kula na apeti. Watu wataona kama kitu yako. Una mafariki mliko pale na unakula na apeti. Atasema wewe mkesi iko sawa. Kuna hitaji ambayo itaacha unahitaji chukua. Kwa hiyo lazima tufike mbele ya Bwana na maombi. Lazima tupate kiwango vya maombi, kwa sababu ndani ya vipindi vyote Mungu anatushindikiza. Katika uyatima Mungu anatushindikiza. Katika ujane Mungu anatushindikiza. Katika shida zote za njaa Mungu anatushindikiza. Katika krizi zote Mungu anatushindikiza. Maana anatoa hata maji katika jangwa. Tunapitia jangwa, watu hawakuja kununua vitu, lakini katika ile jangwa Mungu ana uwezo kupasua, atoe maji ndani ya jangwa. Na anapasua njia mahali pasipo na njia. Tukamwamini. Pasua njia mahali pasipo na njia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumainia Mungu ambaye ni Emanueli. Yeye atakushirikisha katika vipindi vyote na kuwa faraja kwako. Tuliosoma tumesoma asubuhi ya leo. Somo za maombi tutaendelea tena jioni. Na tumo yote tungali pamoja. Mungu awe faraja kwa jamaa. Na atubariki katika jina la Yesu Kristo. Watu wa Yesu vigelegele. Yesu anapenda vigelegele. Unajua hivi tulivyo tunapendelewa. Wakati mchungaji anasema jivunie vile ulivyo, nilikuwa nakumbuka Henry Kiuruma. Vyote nilivyo navyo, inua sauti yako ya shukrani kwa
Kristo, uhai, neema, yeah. Kivuli nilichokifanya, afya